Hebu fungua katika kitabu cha Ufunuo, au wewe unayeandika andika. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 5. Hapo inasema kuna vitu vinazungumzwa. Inasema, lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Umeacha upendo wako wa kwanza. Dalili za mtu ambaye amesinzia, ya kwanza anapoteza upendo wa kwanza kwa Mungu. Hiyo ni dalili namba 1. Anapoteza upendo wa kwanza kwa Mungu. Mtu aliyelala anakosa hali yake ya kwanza aliyoipata wakati anamjua Bwana Yesu. Anapoteza ile tabia ya kwanza aliyoipata wakati anamjua Bwana Yesu. Kama wakati unaokoka ulikuwa ni mtu wa kujitoa bila kusikia namna yoyote ya neno, hali yako imepotea. Kwa nini? Kwa sababu umekwisha kusinzia, umekwisha kulala. Umekwisha kulala. Kuna mtu alikuwa akiomba, analia na machozi yanachezulika, anamwambia Bwana, okoa dada yangu, okoa mama yangu, okoa mjomba wangu, okoa mume wangu, okoa mke wangu. Sasa hivi yuko kawaida, anaomba, ameweka mkono mfukoni, anaona this is a good service. Papa Dani anaimba vizuri, anaimba, yes, Mordekai, mama mchungaji anaimba, na very good, hata mlivyokuwa mnaitikia very good, na mchungaji, yes mchungaji, yes, unajua, kanisa la wewe umepoa, wewe makufa kabisa. Hali yako ya kwanza ya kuabudu iko wapi? Hali yako ya kumheshimu Mungu iko wapi? Hali yako ya kuomba umepiga magoti iko wapi? Unaingia umejaa mawazo, yamekuondolea ule utu wako wa kwanza. Utapita wapi? Na unataka Bwana ashushe baraka juu yako. Zitatokea wapi? Zitatokea wapi? Zitatokea wapi? Unatamani uone nyumba yako inamheshimu Bwana. Itatokea wapi? Kama umesinzia hujui kinachoendelea. Ninatamani kanisa asubuhi ya leo liamke toka ndani ya nafsi zao, liamke katika kujua hali ya kwanza ile ambayo Bwana Yesu aliitengeneza ndani yetu. Tunatamani kabisa ya kwamba moto uwake. Kama ulikuwa unaomba unanena, hali ya kunena irudi ndani yako. Kama ulikuwa unaomba unalia, hali ya kulia irudi ndani yako. Moto wa kwanza urudi ndani yako. Reka ya mandesete.